pano pachilambo kwa babaye na kwa mamaye kukaya kwa vele kwa jije. Kila munu lina Noela isikuria yena kwao. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na ndugu wageni, hafla hii ya uzinduzi wa kitabu hiki ilikuwa imepangwa kufanyika mapema mwezi Aprili mwaka huu, kwa sababu kazi yote ya kukipitia kitabu, kukifanyia chapisho la kwanza na kufanya usajili wa kitabu ya kupata ithibati ilikuwa imekamilika. Kwa bahati mbaya iliingiliana na wagonjwa wa corona, kwa hiyo tulilazimika tuahirishe kufanya kazi ya uzinduzi. Lakini hata pale tulipoona kuna fursa kufanya hivyo, tuliingia katika mchakato wa uchaguzi mkuu. Kwa hiyo tukapata ushauri kwa viongozi wetu, na wewe mwenyewe mkuu wa mkoa ulitushauri kwamba pengine tungepisha jukumu hili zito la taifa lipite, na baada ya hapo inaweza kuwa ni wakati mwafaka wa kufanya zoezi hili. Lakini kazi hii ilikuwa ifanywe na marehemu Mheshimiwa Rais wa awamu ya 3 Benjamin William Mkapa. Alikuwa ndio mtu wa kwanza kupata nakala ya kwanza ya kitabu hiki. Alikipitia na akakubali kuja kufanya uzinduzi. Kabla hatujafanya mawasiliano na ofisi ya mkuu wa mkoa kwamba Mheshimiwa Mkapa amekubali kufanya kuwa mgeni katika uzinduzi wa kitabu hiki, nafikiri ni muda mfupi tu, ndani ya kama ya wiki moja au mbili, tukapata taarifa za kifo chake. Kwa hiyo nakala ya kwanza ya kitabu hiki, ya kwanza iliyochapishwa, iko kwenye maktaba ya Mheshimiwa Mkapa. Lakini tunafurahi kwamba kazi hiyo ambayo angeweza kuifanya Mheshimiwa Mkapa utaifanya wewe Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa leo. Leo tutafanya uzinduzi, na katika hafla hii kuna nakala 300 ambazo zimeandaliwa kwa ajili ya wale ambao mmehudhuria. Kitazinduliwa, lakini Mheshimiwa mgeni rasmi tutamuomba afanye kazi pia ya kuzindua mauzo ya kitabu hicho. Oda ambayo imeshawekwa tayari ni nakala 1000 ambayo kazi ya usambazaji itaendelea mara baada ya uzinduzi huu. Yangala yangala bakuma konde yangala nkuti tunimpata tunaingale yangala 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 bakuma konde yangala nkuti tunimpata tunaingale yangala. Andiko hili adhimu la Moto wa Chinaliulo, yaani moto wa jioni, linalozinduliwa hii leo, litakuwa ni moja ya njia muhimu itakayotumika kuhifadhi rasmi historia ya jamii ya Wamakonde katika mfumo usiopokea mabadiliko ya haraka na ambao utadumu kwa miaka mingi ijayo. Manufaa yake ni kwamba vizazi vijavyo vitasoma na kufurahia fasihi ya Kimakonde ambayo ni halisi. Na ndugu Mputi ni jemedali wa kuipigania lugha asilia na utamaduni wa Kimakonde. Ustawi wa lugha hiyo adhimu na aushi ya Kiswahili hutegemea sana maandiko mbalimbali kama vile Moto wa Chinaliulo yenye misamiati na misemo ya Kimakonde itakayoongeza idadi ya visawe na misemo katika lugha ya Kiswahili kadiri ya mahitaji yake kimawasiliano. Ndiyo maana Baraza la Kiswahili Tanzania, yaani BAKITA, pamoja na watafiti mbalimbali kuanzia wale wa awali akina Shihabuddin Chiragati, walitoa wito kwamba ufanyike uchunguzi wa kutosha katika lugha za kijamii, hususani lugha za Kibantu, ili kuweza kubainisha ni kiasi gani zinaweza kunufaisha msamiati wa lugha ya Kiswahili kwa ajili ya mawasiliano mapana kiuchumi, kisiasa, kiutamaduni na kijamii.
lugha za asili zimebeba maarifa mengi yaliyolimbikizwa na jamii, ambapo kama jitihada za makusudi hazitachukuliwa, kuna hatari ya lugha hizo kutoweka taratibu kwa miaka ijayo. Ndiyo maana ndani ya moto wa Chinalyulo kuna haya yafuatayo. Kwanza, kuna visawe mbalimbali vya Kimakonde vilivyofasiliwa kwa lugha ya Kiswahili. Pili, kuna mila ya jando na unyago wa Kimakonde. Na tatu, kuna ibada kwa Mungu ambazo zamani tuliita miviga. Haya yote ni masuala muhimu ambayo yanawashughulisha wanafunzi wa elimu ya juu, wakiwemo wanafunzi wa STEMUKO na wanataaluma wengine, na kuyafanyia tafiti mbalimbali. Hivyo kitabu hiki cha Moto wa Chinalyulo kitakuwa ni rejeo muhimu sana katika hasa kwa wanafunzi wa elimu ya juu wafanyao tafiti zinazohusu jando na unyago, miviga yaani ibada kwa Mungu, mila na tamaduni mbalimbali za Wamakonde ikiwemo lugha ya Kimakonde pamoja na mchango wa lugha za makabila yaani lugha za asili katika kukuza na kukiendeleza lugha ya Kiswahili, historia yake, mawasiliano pamoja na maendeleo ya jamii zetu. Ama kweli Moto wa Chinalyulo ni lulu katika ukuaji na uendezaji wa lugha za asili, lugha ya Kiswahili, utamaduni wa Kimakonde pamoja na masuala mengine ya mawasiliano kwa ujumla. Tunaweza kusema kwamba binadamu tunapita, lakini kitabu hiki kama vilivyo vitabu vingine kitakuwepo kwa vizazi vingi vijavyo, kuwaelimisha, kuwaburudisha na pia ni dafina ya visawe mbalimbali vya Kimakonde. Lugha hizi lazima zifunguliwe milango katika sekta ya mawasiliano, sekta ya elimu na hata katika siasa. Kuthamini lugha zetu kutatupa msukumo mkubwa katika kujiletea maendeleo, kujenga demokrasia na kuhifadhi utamaduni wetu. Mwisho, nimpongeze Bwana Francis Mkuti kwa kazi kubwa aliyoifanya, na kwamba huu uwe ndio mwanzo wa safari yake ya kutafiti na kuandika kazi mbalimbali zenye mchango kama huu kwa jamii zetu. Mwenzetu huyu amefanya kazi kubwa sana ya kuhakiki maarifa ya Kimakonde na kuasisiwa kwa taifa au jamii yao na kuziweka taarifa hizo katika kumbukumbu itakayodumu kwa muda mrefu. Ndugu yetu kwa kujua ama kwa kutojua ameitikia wito wa shirika la UNESCO unaohamasisha ule uhifadhi wa historia na lugha za asili za kijamii katika maandishi. Kazi ya uandishi ambayo ameifanya Mheshimiwa Mkuti ameifanya kwa kutumia maarifa, utashi, na imechukua muda mrefu sana kukusanya misemo hiyo. Sasa ni wazi kwamba kila alichokuwa nakifanya maana yake alikuwa anatumia kalamu na wino wake kuandika. Sasa tutaendelea kuhojiana naye hapa na italeta tafsiri kuonyesha ni kwa namna gani muda aliotumia na nyenzo anazotumia katika kuandika kitabu hiki kinaelekeza maudhui yaliyopo kwenye kile kitabu. Kwa hiyo mimi nitamhoji, na kwa leo tutaangalia matone machache yaliyobaki kwenye kalamu yake. Nina imani kutokana na ukubwa wa kitabu hiki na kile kilichopo ndani ya kitabu, lazima wino utakuwa umeisha, na sisi tunadhani kwamba yaliyobakia ni matone yasiyozidi 5. Kwa hiyo sasa hizi tunakuja kuangalia hayo matone 5 ya wino wa maandishi. Kwa hiyo karibuni. Tuko kwenye hafla hii Bwana Mkuti ya uzinduzi wa kitabu, na kitabu hiki umekipa jina la Moto wa Jioni. Kwa lugha ya Kimakonde ni Moto wa Chinalyulo. Sawa? Sawa kabisa. Ulikuwa unafikiria nini hasa? Kwa nini iwe moto wa jioni na kwa nini isiwe moto wa mchana au asubuhi? Asante sana.
swali zuri kama hilo. Moto kwanza, moto ni moto, lakini tunazungumza moto wa jioni kwa mintarafu ya kuzungumzia moto maalum ambao ulikuwa unawashwa jioni kwenye jamii ya Wamakonde. Inawezekana na jamii zingine zilikuwepo. Wamakonde hapo zamani walikuwa wanathamini wazee ambao walikuwa naishi nao, na wazee kutokana na hali zao jioni walikuwa wanapata baridi. Kwa hiyo walikuwa wanalazimika kumfanyia hali ya kupata joto wakati wanazungumza naye, lakini hata watoto pia walikuwa wanahitaji kupata moto. Kipindi kile utafiti wangu ulielekea zaidi upande wa Makonde Plateau, ambako kule kuna baridi kali sana, tofauti na huku Mtwara tulipo. Kwa hiyo moto ulikuwa ni muhimu sana, na moto wa Chinalilo ina maana ya kwamba wakati wazee wanazungumza, moto unawashwa, watoto walikuwa wanazunguka pale wakati wanasubiri chakula. Kwa hiyo kabla ya chakula, dozi ya kwanza ilikuwa ni kupata maelekezo au kupata usuluhisho au kupata kuonywa kwa mtu mmojawapo au kupata kupewa maadili mapya ambayo anahisi wajukuu zake au watoto wake walikuwa hawajapata. Kwa hiyo jioni walikuwa wanakaa kila siku, kabla ya chakula wanapata dozi moja, baada ya chakula wanaenda kulala. Ile ilikuwa ngumu sana kusahau. Wanaenda kulala wakati tayari wana dozi kichwani, wanajua tumeambiwa nini. Kwa hiyo ndio maana nikaona haya yote ambayo nimeweka, historia ya Makonde pamoja na misemo 219 ambayo nimeipata, kabla yake ilikuwa 360, lakini baada ya kuifanyia kazi, kuipitia tena, ikaonekana mingine nairudia na mingine haikuwa na maana sana. Nikachukua ile yenye uzito, ndio nikapata misemo 219. Kwa hiyo nilipounganisha na historia, nikasema sasa niite moto wa jioni, kwa sababu hiki kitabu watu wakimaliza shughuli zao kufanya na mahangaiko siku hizi, basi jioni baada ya kuangalia video tu wamsikilize na mzee au mtu yote mwenye nguvu kwenye familia au anasoma sehemu moja, wanatafakari, wanaenda kulala. Ndio sababu ya kuita moto wa Chinalilo. Sawa. Nafikiri watazamaji na wasikilizaji wameelewa kwa nini tulifikia kukipa kitabu hiki jina hilo. Lakini sasa umezungumzia kwamba umekusanya misemo 291 iko ndani ya kitabu hiki, na mimi nimejaribu kufuatilia, nimeona kina kurasa takriban 391. Katika hali ya kawaida mwingine anaweza kuona hiyo ni kazi ngumu sana, nzito sana, akafikiri sio rahisi. Sasa wewe umefanikiwa na kitabu hiki kinazinduliwa leo. Unadhani kuna ugumu gani au wepesi gani katika kufanya kazi ya uandishi mpaka ukafikia kufanikiwa kuandika kitabu chenye kurasa nyingi kiasi hiki na kukusanya misemo hiyo, leo unafanikiwa kuzindua kitabu chetu? Asante sana. Nakiri kwamba ni kweli kazi ya uandishi ni ngumu. Ni ngumu sana kwa sababu ukianza kuandika ni rahisi sana kuahirisha. Ukiandika unaandika, unaona, ukitazama tena ulichokiandika unaweza kukitia changamoto, unaona hiki hakitawasaidia watu, unaacha. Lakini kazi niliyofanya mimi ilikuwa ya kitafiti zaidi. Kwa hiyo nilikuwa naandika, nakusanya, natupa, naweka huko ndani. Lakini wazazi wangu mmoja wapo yuko hai, yule pale baba yangu mzazi, Mzee Trifon Mkuti. Hebu simama akuone. Huyo hapo. Yeye ni mwalimu, ni mstaafu, ana miaka karibu 15 tangu amestaafu. Lakini tukienda kuomba kazi mimi tuonekana mzee bado kijana, kwa sababu ya namna anavyoishi kizamani vile, yani kufuata maadili. Kwa hiyo yeye alikuwa ananitia moyo sana. Nikirudi likizo hivi, ile misemo ile kwa kusanya, umepata mwingine? Sijapata. Ananiambia nenda kwa babu yako. Bwana niruhusu naenda kwa babu yangu. Milidu naenda kwa babu yangu. Misufini Korea naenda kwa babu yangu. Mambamba Tandahimba huko. Kwa hiyo nikienda nakusanya kadhaa, nikifika na nusu umepata walau kama 3-4, naambia nimepata kama 16. Alete daftari, weka sandukuni. Anaondoka kwenda shule. Kwa hiyo nimefanya hiyo kazi kwa muda mrefu, na kwamba ilikuwa inachosha, na wakati mwingine nilikuwa lazimika kutembea kwa baskeli. Ile baskeli alikopa baba kwenye shule ya msingi kwa shilingi 1500. Nikaandika maandishi, mimi ni mchoraji pia. Nikaandika maneno magumu yapo kule nyuma. Kwa hiyo nilikuwa natembea naye. Siku zingine nambeba hata dada, tunaenda kijijini, tunapata maneno, lakini ilikuwa kazi kweli kweli. Wakati unatoka na lazimika yule mzee uliyemchosha umpatie hata hela ya tumbaku.
Wakati mwingine unampatia basi hata kifurushi kidogo cha tumbaku unaenda kumnunulia unampa. Anafurahi sana. Ukienda tena likizo, ida maana hiyo. Ninaulia ile, nipata inchi. Kwa hiyo nikawa wajenga hivi nikapata ya kutosha. Kwenye uandishi kuna changamoto nyingi kukusanya, yani tunaweza tukaita material kwa wenzetu hapa. Malighafi, yani vile vya kuweka ndani. Ni kazi ngumu. Kwa sababu unaweza ukapanga ukapotea. Yaani unaandika baadaye unapotea malengo. Kwamba mwanzoni ulikuwa na wazo la kueleza kuhusu papai. Baadaye ukajikuta unaandika kuhusu mkorosho. Kwa hiyo inabidi utunze kile ulichokusudia, lakini pia wawepo watu wa pembeni wa kuhamasisha. Kwa hiyo changamoto zipo na unaweza kukata tamaa, ila ukiamua kufikia lengo lako unafikia kama mimi nilivyofikia leo. Kwa hiyo inawezekana. Kwa wale ambao wanataka kufanya hivyo, wafanye, wasikate tamaa, tuendelee kuwasiliana, tutiane moyo. Hii kazi ni nzuri kwa sababu tunatunza kumbukumbu kwenye maandishi. Yale ya kuzungumza tu yanapotea. Asante. Shukrani. Nimeangalia sehemu moja ya kitabu chako, umewataja watu waliokusaidia kwa namna moja au nyingine. Ndio. Kufanikisha kukamilika uandishi wa kitabu hiki. Ndio. Lakini nadhani baadhi yao wametangulia mbele sana. Ndio, kweli. Pengine sasa unaweza ukawa na tamaa ya kuendelea na kazi ya uandishi. Nadhani inaweza kuwa rahisi kiasi gani wewe kuweza kukamilika pasipo hawa ambao waliwataja waliokusaidia katika uandishi? Maana tangu ulipoanza nifuatilia kuandika kitabu hiki, ukijumulisha unapata miaka 20 wakati ukiwa kidato cha 4. Kitabu hiki umeanza kufanya kazi miaka 20 tangu ukiwa kidato cha 4. Lakini miaka 6 ndio uliofanya kwa nguvu zaidi. Lakini wale watu sasa hawa. Watu watarajie nini baada ya kuwa kitabu hiki tunakizindua leo? Ndio imetoka au utarudi tena kwa maana ya kuandika kitabu kingine, na unatarajia usaidizi utaupata wapi tofauti na wale ambao uliwatumia wakati uliopita? Asante sana. Watu hawajaisha. Kuna baadhi ya familia bado watu wanarithishana hiyo msemo. Lakini pia kitabu changu hiki nilichokiandika kitazalisha watu wengine kuongezea kufikiri. Maana mimi nimefungua tu milango. Kwa hiyo inawezekana watu wataendelea kufikiri na watapata wazee wengine. Kwa hiyo tutarithishana hivyo kama matofali yanayopandishwa kwenye nyumba. Hata hivyo bado tunahitaji kuongeza usomaji wa vitabu vilivyotangulia. Na ndio maana kwenye kitabu changu kuna vitabu vya rejea nilivyopitia kule nyuma. Viko zaidi ya 10. Nilisoma kwa ajili ya kuianisha mambo mengine ninayoona kwa Makonde na kule wengine wamesemaje. Kwa hiyo huwezi kutegemea tu peke yako. Lazima usome vitabu, uwasikilize watu na kadhalika. Mimi hapa kwa sasa hivi naweza kusema kwa sababu baba yupo lakini leo mwili umeenda. Lakini kuna mwalimu wangu pia aliyenifundisha yupo huko ndani, Dr. Nachihangu. Naomba tafadhali usimame kuone yule pale. Sasa hapa kuna kichekesho kikubwa sana kwa daktari yule pale. Daktari yule amenifundisha mimi seminarini olevu. Lakini daktari amefundishwa na baba yangu shule ya msingi Mzee Mkuti. Simameni kwanza waone mlivyotofautiana huko. Hawa huyu kanizaa mimi, yule kamfundisha shule ya msingi yule kanifundisha mimi. Tayari akiwa daktari. Mzee Kabu. Asante. Kwa hiyo nasema kwamba bado watu wapo na namna ya kuandika kupo, na swali lako jingine kwamba vipi ndio basi imetoka? Hapana, nina matayarisho ya vitabu 4 vinakuja. Hiki kilikuwa cha utafiti na kinachokuja pia inakuja cha utafiti, lakini kwa mtazamo mwingine kabisa. Sitaki kusema jina hapo maana kuna wasomi wanaweza kwenda kubadilisha wakakopi wakapaste. Kwa hiyo wakae tu wakisubiri vitu vingine vikubwa zaidi vinakuja. Ndio. Sawa. Naona wino unaisha kwenye kalamu yako. Tumalize na matone mawili. Ndio. Mule ndani ya kitabu pengine watakaonunua watapata muda wa kutosha kuweza kujifunza kupitia misemo mbalimbali. Mimi kuna misemo miwili ambayo nataka nitumie kwa ajili ya kumalizia matone mawili. Ndio. Msemo mmoja umesema likavala yota. Ndio. Maana yake nini hasa? Na ina tafsiri gani? Kama kuna kitu cha kujifunza kutoka kwenye msemo huu. Likavala yote. Asante sana. Huu msemo una maneno mawili tu. Likavala yota. Lakini haya maneno ni mengi sana kwenye utendaji. Maana ya maneno haya likavala, maana yake jua likianza kutoka kule mashariki linapoanza kuchomoza. Yota, maana yake wewe uweke mgongo wake kule. Uhakikishe kwamba unapata vile vitamin C.
Wamakonde walishajua kwamba jua lina faida kabla wanasayansi hawajasema. Wamakonde walijua kwamba jua lina faida. Wanasayansi wamekuja baadaye sana wakagundua kwamba kuna vitamin C. Kwa hiyo likavala yota, jua unapoliona linapita pale wakati inatakiwa uote pale pale. Likienda likizama, maana yake imekula kwako. Au likifika kama sasa hivi saa 6, huwezi kuota tena, linakuwa joto kali. Hii ina maana kwa watu wengi sana. Tukianza na wanafunzi au wanachuo, wakati muhula unaanza, wakufunzi wanaingia madarasani, inatakiwa pale pale kila ukipata notes ukazirudie kusoma, ujiandae kwa mtihani unaokuja. Kwa hiyo unasoma unapambana, usiweke viporo. Maana yake karibiana mitihani, unasema kesho mtihani ndio unaanza kusoma leo. Hakujua limeshazama. Kwa hiyo inakuwa umechelewa, lazima utafeli mtihani. Lakini wale ambao jua limetokea ukiweka mgongo wao, wale hawezi kufeli kwa sababu wakati wote wanasoma, wanafanya mjadala, yani group discussions na kadhalika. Lakini kwenye jamii ya kawaida pia, hata kilimo cha korosho mvua zikianza kama sasa hivi ni muda wa kukatia korosho ile kupogolea. Na hii ameifanya sana mheshimiwa mkuu wa mkoa, mpaka ameenda kule kuhimiza watu vijijini kote kule. Yaani yeye mkuu wa mkoa ameangalia juu kwamba sasa hivi tunapoanza kuchomoza hapa ndio kuhimiza watu wakati mikorosho, ndio akaenda kuwaeleza kwa vitendo akishirikiana na watu wa Nalendele jinsi ya kupogolea ili kuweka bani. Naomba tumpigie makofi mkuu wa mkoa. Akina mama luluta. Kwa hiyo asante. Kwa hiyo unaposema moto likavala yota, yani kwenye moto wa Chinalilo limekaa kwa maana ya kuwahimiza watu kufanya kitu wanachoita wenzetu wa Kiingereza timing, yani kuwahi muda kwa kila jambo. Ukiitwa kwenye mkutano, wahi muda unaotakiwa. Ukiitwa msikitini, unamsikia kabisa shehe anapiga adhana kule, wewe unaendelea kukutashuka tu, alafu unakaribia kutoka, wewe unaenda utasigana na mabilika njiani, watu wanarudi nyumbani. Kanisani inagonga kengele ya kwanza Jumapili, inagonga ya pili, ya tatu, bado tu hujashtuka. Sasa ukichelewa ukienda kule, biashara hii inakuwa ngumu. Baada ya kifo lazima utapata hukumu tu. Ndio maana hii misemo hii tunasema imeingia mpaka upande wa dini, iwe ya Kiislamu ya Kikristo. Swali jingine. Kwa hiyo ni kuchangamkia fursa vile. Inabidi uchangamkie fursa. Ikitokea fursa wewe changamkia hapo. Kuna mikopo huku na vikundi, wahi mapema. Wabunge siku hizi wanatoa nafasi, madiwani na changamkia fursa. Usingoje anamaliza afu ndio unaanza kumwambia mimi nataka mikopo. Asante. Kwa hiyo likavala yota. When it shines, please put your body back. Imebaki tone moja tu. Ndio. Na nimesema miwili tu tupeleke hivyo. Karibu sana lakini watu waweze kuelewa. Ndio. Chilekelele imbula chikatendeka na lime. Naomba niseme tena kumsemo vizuri, yani matamshi yake. Chilekelele imbula chikatendeka na lime. Chilekelele imbula chikatendeka na lime. Maana yake ni kwamba chilekelele, yani kitu kilichoachiwa na mvua hakiwezi kukomaa na umande. Kilichoshindikana na mvua. Kilichoshindikana na mvua hakiwezi kukomaa na umande. Yani mvua imenyesha wala kikukomaa, alafu mvua zimekata, ndio utegemee umande kukoma zaidi? Haiwezekani. Sio rahisi. Kwa hiyo msemo huu una maana kwamba mtoto anaweza kulelewa na mzazi aliyemzaa mwenyewe akashindikana, ataenda kwenye jamii ataonyeka kule, akienda lazima ataumia tu. Ndio maana watu wakaweka na msemo ule kwamba sio onyo na nini atafuata hivi. Kwa hiyo asasi kama mkuu atamwitika mguu. Yaani kwamba kama mzazi amemshindwa, je, mtaani watamweza? Ndio wanakozaliwa wezi, wanakokubali watu kwenda kujilipua kwa Al-Qaeda huko kwa sababu ya shilingi 2000, wanakokubali watu kwa ndugu zao, wanakokubali watu kwenda kuiba, wanakokubali watu kufanya vitu vingine ambavyo havipo. Kwa hiyo tunaambiwa kwenye jamii, Wamakonde wanawaambia wanajamii kwamba ukiona watu wanakuonya ukiwa shuleni, fuata maelekezo ya walimu wako, shule ya msingi, chekechea, chuo kikuu, wapi na kadhalika. Haya maelezo mnayopewa hapa msiyadharau. Sasa ukiyadharau hapo ukishamaliza chuo, kule mbele ndio unaenda kulalamika. Hakuna ajira. Wakati walimu walikuwa wanakufundisha mpaka mbinu ya kujiajiri. Sasa hivi ukisema utegemee wewe ajira, ukimaliza chuo kikuu, jipange namna ya kwenda kujiajiri. Sasa kama hapo umeshindwa kuelekezwa vizuri, ukienda mtaani ndio ukaokote hivi vya ajira, sio rahisi. Itabidi wewe mwenyewe uchangamke kule, ufanye vizuri, watu wakuone, wakupatie ajira.
Chilekelele na Imbula. Chilekelele Imbula chikatendeka na dime. Mimi nimenyofoa misemo miwili tu. Sasa nyie kwenye kitabu hiki kuna misemo 291. Mtafaidika na kunufaika na namna ambavyo amechambua ndugu Mkuti. Kule imeandikwa tafsiri na ufafanuzi namna ambavyo semi hizi 291 zinaweza zikasaidia katika jamii, masuala ya kiuchumi, masuala ya kibiashara, lakini masuala mengine ya ukuzi kwa maana ya vijana katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo misemo mingine ipo. Mheshimiwa atarudi hapa baadaye kuja kuvinadi vitabu hivi, changamkieni kwa sababu likabala yote.